Mshikaji baada ya mambo ya kazi kukaa vizuri, ilibidi aombe ruhusa kwa bosi ili aende akashughulikie masuala ya ndoa. Bosi akasema haina shida, nenda akashughulikia. Akampa ruhusa, mshikaji akaenda kushughulikia masuala yake ya ndoa. Baada ya kushughulikia masuala ya ndoa, anarudi anakuta nafasi yake ipo na mtu mwingine. Mshikaji akaenda ofisini kwa bosi kumuuliza imekuwaje, nafasi yake imechukuliwa na mtu mwingine. Bosi akamwambia nisingekubali shughuli zangu zisimame kwa ajili yako. Mshikaji ilibidi afungashe virago na kurudi zake nyumbani. Unajua ilikuwaje? Wewe shetani kweli. Mshikaji baada ya kutafuta kazi kwa muda mrefu alipata kazi, na baada ya kupata kazi shughuli zake zikawa zinaenda vizuri. Ikaona si vema kuendelea kukaa hivi hivi, kabidi atafute msaidizi ambaye ni mke ili aweze kumsaidia shughuli mbalimbali. Sasa asingeweza kutoka hivi hivi bila kuomba ruhusa ofisini. Baada ya kuomba ruhusa ofisini akakubaliwa aende akashughulikia masuala yake ya ndoa. Sasa unajua masuala ya ndoa bwana hawezi kuchukua masaa mawili masaa matatu. Wanaoelewa naelewa bwana. Sasa mshikaji ameenda kule ameshughulikia, ile siku anarudi ofisini anakuta nafasi yake iko na mtu mwingine. Akamuuliza bosi, ni vipi nafasi yake imechukuliwa na mtu mwingine? Mshikaji akamwambia, bosi akamwambia nisingekubali mambo yangu yasimame kwa ajili yako, ndio maana nikaamua nimweke mtu mwingine, na kuanzia leo nafasi yako imechukuliwa rasmi. Mshikaji ikabidi arudi home akaendelea kubembeleza kile alichoenda kukitafuta huko kwa siku kadhaa. Maisha ya kuishia hapo, mshikaji alitafuta kazi sehemu nyingine na akaendelea.